Sura ya 27, uamsho wa kisasa unafauluje? Popote pale ambapo neno la Mungu lipohubiriwa kwa uaminifu, matokeo yake yamethibitisha kuwa neno hilo ni la Mungu hakika. Wenye dhambi wamejutishwa na toba ya kweli ilionekana kwao, wakaufahamu utakatifu na haki ya Mungu jinsi ilivyo. Kwa hiyo wakalia, ni nani ataniokoa na mwili huu wa mauti? Warumi sura ya 7 mstari wa 24. Msalaba ulipoelezwa wazi kwao, walijiona kuwa si kitu, ila huruma za Kristo na neema yake ndio itawaokoa tu. Kwa damu ya Yesu tu watapata msamaha wa dhambi zilizopita. Warumi sura ya 3 mstari wa 25. Watu hawa waliamini na kubatizwa, wakawa wakitembea katika upya wa uzima. Kwa imani ya mwana wa Mungu wakawa wakifuata nyayo zake na kudhihirisha tabia yake ulimwenguni, wakawa wakijitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Mambo ambayo waliyapenda zamani sasa wanayachukia na kuyaacha, na mambo ambayo hawakuyapenda zamani sasa wanayapenda na kuyatenda. Kiburi kimegeuka kwa unyenyekevu, kutakabari na upuuzi vimegeuka kwa utu mwema. Walevi wanakuwa watu sawa. Wakristo wanatafuta urembo wa moyoni, sio mapambo ya nje, yaani kusuka nywele na kujipamba kwa dhahabu na lulu na kuvalia mavazi ya thamani, bali utu wa ndani wenye thamani kuu. Ndio roho nyenyekevu, tulivu, ipendezayo mbele za Mungu. Petro 1 sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Uamsho uliwahusu wenye dhambi kwa njia ya kuwaita ili watubu. Matunda yalionekana sio kwa kufurahi katika anasa, ila kwa kuwa watu wanaostahili kuteswa kwa ajili ya Kristo. Watu waliona mabadiliko katika maisha yao, hao waliliungama jina la Kristo. Hali kama hiyo ndiyo ilikuwa ikionekana katika watu waliopata uamsho wa miaka ya zamani. Lakini uamsho wa kisasa una tofauti. Ni kweli kwamba watu hujidai kuwa wameongoka na wako washiriki wa kanisa wengi makanisani, lakini matokeo yake hayaonekani kufanana na uongofu halisi unaoonyesha hali halisi ya maisha ya kiroho ya kweli. Huwa hali ya msisimko tu ambao haudumu, ila baada ya muda kitambo ufifia na kurudi hali ya kawaida. Uamsho wa kijumla jumla huwa ni msisimko tu kwa ajili ya jambo lililoletwa. Uamsho wa namna hiyo huwa hauna haja na mafundisho ya Biblia ambayo ndiyo kweli. Ibada yoyote isipokuwa na mambo ya kuburudisha na kuchangamsha hawaipendezi kabisa, wala haiwavutii. Mwongofu yeyote uhusiano wake na Mungu na mambo ya ufalme wa mbinguni ndicho kitu kikuu katika maisha yake. Katika makanisa ya washiriki wengi, iko wapi roho ya wakfu wa kweli? Waumini hawakichukii kiburi na upendo wa anasa za ulimwengu. Hawako tayari kujinyima na kujitoa wakfu, wala hawako tayari kujikana nafsi na kufuata unyenyekevu wa Kristo. Utauwa umetoka katika makanisa mengi, ijapokuwa hali ya kuanguka kiimani imeenea makanisani, walakini kuna wafuasi wa kweli wengi katika makanisa haya. Kabla ya kuleta hukumu ya mwisho ya Mungu, kutakuwa na mwamko mkubwa kati ya watu wa Mungu ambao hawajaonekana tangu siku ya mitume. Roho wa Mungu atamwagwa. Watu wengi wataondoka katika makanisa hayo ambayo yanaongozwa na roho ya ulimwengu, na badala ya kumpenda Mungu na neno lake, wachungaji wengi na watu wengi wataupokea ujumbe wa kweli kwa furaha, nao watajiandaa ili kumlaki Bwana arudipo. Adui wa wanadamu anatamani kuzuia kazi hii. Atafanya hivyo kwa njia ya kuinua kundi la kuigiza. Ataigiza uongofu kana kwamba Mungu amemwagia Roho Mtakatifu. Atafanya hivyo katika makanisa yatakayompa nafasi hiyo. Watu wengi watajipanga kwamba Mungu anatenda maajabu. Watu wengi watajitapa kwamba Mungu anatenda maajabu. Kumbe kazi hiyo hutendwa na watu wenye roho tofauti na roho wa Mungu. Shetani atataka kuenea mvuto wake kwa Kristo kwa njia ya kujifanya kuigiza kazi ya kanisa la Mungu. Ataigiza kazi ya Mungu ili apotoshe watu. Basi patakuwa na msisimko mkubwa wenye mchanganyiko wa ukweli na uongo, na apate kuwakosesha watu. Lakini kwa nuru ya neno la Mungu, watu hawa watatambulikana kuwa ni wa aina gani. Popote watu wanapopuuza uthibitisho wa neno la Mungu na kugeukia mambo mengine, tutakuwa na hakika kuwa Mungu hayumo kati yao. Jambo ni kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Mathayo sura ya 7 mstari wa 16. Hicho ndicho kipimo kwamba
Hawa sio wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Ukweli wa neno la Mungu ni ngao ya kupingia madanganyifu ya Shetani. Kutojali ukweli huu kunamfungulia Shetani apate kuingiza maovu ya kila namna ulimwenguni. Sheria ya Mungu haikujaliwa kabisa. Makosa katika kutekeleza toba na utakaso yameingia yaliyoleta udanganyifu mwingi, ukawafanya watu washushe kipimo cha Ukristo. Hapo ndipo siri ilipo ya upungufu wa Roho wa Mungu katika uamsho wa siku hizo. Sheria ya uhuru. Walimu wengi wa dini hudai kuwa Kristo alipokufa msalabani aliiondoa sheria. Wengine huiita kongwa ya utumwa. Kwa hiyo hudai uhuru wa dini katika furaha ya Injili. Lakini manabii na mitume hawakudai jinsi hiyo kuhusu sheria takatifu ya Mungu. Daudi alisema, nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mahusiano yako. Zaburi sura ya 119 mstari 45. Mtume Yakobo asema kuhusu amri za Mungu, sheria kamilifu ya uhuru. Yakobo sura ya 1 mstari wa 25. Mwandishi wa Ufunuo hutaja mibaraka kwa mtu yule ashikaye amri, awe na ruhusa ya kuuendea mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 14. Kama ingewezekana kuwa sheria ifutwe na ibadilishwe, Kristo asingekufa ili kumwokoa mwanadamu atoke katika adhabu ya dhambi ya kuvunja sheria. Mwana wa Mungu alikuja ili kuitukuza sheria na kuifanya iheshimiwe. Isaya sura ya 42 mstari wa 21 alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka. Kumuhusu yeye mwenyewe alisema, kuyafanya mapenzi yako, e Mungu wangu, ndiyo furaha yangu, naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 na wa 18. Zaburi sura ya 40 mstari wa 8. Sheria ya Mungu haibadiliki, ni ufunuo wa tabia ya mtoaji wake. Mungu ni pendo na sheria yake ni pendo. Pendo ni utimilifu wa sheria. Mtunga Zaburi asema, sheria yako ni kweli, maagizo yako yote ni ya kweli. Paulo asema, torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Warumi sura ya 13 mstari wa 10. Zaburi sura ya 119 mstari wa 142 na mstari wa 172. Warumi sura ya 7 mstari wa 12. Sheria kama hiyo inadumu sawa sawa na mwenye kuitoa anavyodumu. Ni kazi ya kuongoka kwa kweli na kutakaswa ndiyo inayoleta upatanisho na Mungu na kuwaleta wanadamu wapatane na sheria yake. Hapo mwanzo mtu alikuwa katika umoja kamili na Mungu wake na sheria yake, lakini dhambi ilimfarakanisha na muumbaji wake. Moyo wake daima ukawa upatani na sheria ya Mungu. Nia ya mwili ni wadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haitii kutii. Warumi sura ya 7 mstari wa 8. Lakini Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili mtu apatanishwe na Mungu na kurudishiwa uhusiano na muumba wake. Badiliko hilo ndilo kuzaliwa upya, ambako lisipopatikana mtu hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Thibitisho la dhambi. Hatua ya kwanza ya kupatanishwa na Mungu ili uthibitisho wa dhambi, yani mtu ajione kuwa mwenye dhambi na hanahitaji msaada. Dhambi ni uasi wa sheria. Kujua dhambi huja kwa njia ya sheria. Yohana 1 sura ya 3 mstari wa 4. Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Ili kusudi mwenye dhambi hajue hali yake ya dhambi, hana budi kujipima katika kioo cha Mungu cha tabia ya ukamilifu na haki, ndipo ataweza kupambanua hali takatifu na hali ya uovu. Sheria humwonyesha mtu dhambi zake, lakini haimpi dawa. Humwambia kuwa kufa ni adhabu ya mwenye dhambi. Injili ya Kristo peke yake ndio inaweza kumfungua kutoka katika hukumu au lawama ya dhambi. Yampasa atubu makosa yake kwa Mungu ambaye sheria yake imevunjwa, na awe na imani kwake Yesu aliyetoa kafara ya kumwokoa. Hivyo atapata msamaha wa dhambi zake za wakati uliopita. Warumi 3 mstari wa 25. Na atahesabiwa kuwa mwana wa Mungu.
Je, sasa yu huru kuvunja sheria ya Mungu? Paulo asema, basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? La hasha, kinyume cha hayo twaithibitisha. Sisi tulioifia dhambi tutawezaje kuishi ndani yake? Yohana asema, hili ndilo neno la Mungu, ya kwamba tuzishike amri zake, na amri zake si nzito. Katika kuzaliwa upya, moyo huletwa ukapatana na Mungu na sheria yake. Badiliko hili linapomfikia mwenye dhambi, huwa limepita toka mauti hadi uzima, naye huwa ametoka katika hali ya uasi hata utii. Maisha ya kale yamepita na kutokomea huko, maisha mapya yaliyopatanishwa na Mungu, ambayo ni ya imani na upendo, yameanzishwa. Ndipo hapo maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu, tusionenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Hapo lugha ya Roho itakuwa sheria yako, naipenda mno ajabu. Ndipo kutafakari kwangu mchana kutwa. Warumi sura ya 3 mstari wa 31, sura ya 6 mstari wa 2, Yohana 1 sura ya 5 mstari wa 3, Warumi sura ya 8 mstari wa 4, na Zaburi sura ya 119 mstari wa 97. Bila kuwa na sheria, uongofu wa mtu ni wa kutojua dhambi ni nini, na kwa hiyo huwa hawana haja ya toba. Hawatambui haja zao za kupatanishwa na damu ya Kristo. Matumaini ya wokovu huwa hayana badiliko la moyo wa kweli, na maisha huwa yale tu ya kawaida. Hivyo basi, uongofu wa juu hudumu, na watu makundi hujiunga na kanisa ambao hawana uhusiano wote na Kristo. Utakaso ni nini? Mafundisho mapotofu kuhusu utakaso kutokana na kutojali na kukataa kutii sheria ya Mungu. Upotofu huu wa mafundisho ya uongo na ya hatari kubwa hupendelewa na watu wengi. Paulo asema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu. Biblia hufundisha dhahiri kuwa utakaso ni nini na jinsi ya kuupata. Mwokozi aliomba akisema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Na Paulo afundisha akisema kuwa wanafunzi lazima wakatakaswe kwa Roho Mtakatifu. Wathesalonike 1 sura ya 4 mstari wa 3, Yohana sura ya 17 mstari wa 17, na Warumi sura ya 15 mstari wa 16. Kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Yesu aliwafundisha wanafunzi wake akisema, atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Yohana sura ya 16 mstari wa 13. Na mtunga Zaburi asema, sheria yako ndiyo kweli, kwa kuwa sheria ya Mungu ni takatifu na ya haki na njema. Tabia inayofanywa kwa kuitii sheria ya Mungu lazima itakuwa takatifu. Kristo ndiyo kielelezo cha tabia takatifu, naye asema, nimeshika amri za Baba yangu, kila mara nafanya mapenzi yake. Yohana sura ya 15 mstari wa 10, sura ya 8 mstari wa 29. Wafuasi wake lazima wafanane naye kwa neema ya Mungu, waombe tabia inayoambatana na kanuni za utakatifu wa sheria yake. Huu ndio utakaso wa Biblia. Ni kwa imani peke yake. Kazi hii inaweza kukamilika kwa imani peke yake. Katika uwezo wa Roho Mtakatifu akaaye ndani ya mtu, Mkristo atasikia hali ya dhambi ikimkabili, lakini atapata uwezo wa kushindana nayo. Hapo ndipo msaada wa Kristo unapohitajika. Udhaifu wa kibinadamu unapounganika na uwezo wa kimbingu, ndipo imani husema, Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakorintho 1 sura ya 15 mstari wa 57. Kazi ya utakaso ni ya maendeleo. Mwenye dhambi anapotubu na kupata kibali cha Mungu, hapo ndipo maisha ya Ukristo huanza. Sasa yapasa aendelee mpaka ukamilifu, kukua hata kimo cha utimilifu wa Kristo. Na kaza mwendo niifikie medi ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Yesu Kristo. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, Waefeso sura ya 4 mstari wa 13, Wafilipi sura ya 3 mstari wa 14. Watu ambao wanapata utakaso wa Biblia wataonyesha hali ya unyenyekevu, huona upungufu wao wanapojilinganisha na ukamilifu wa Mungu. Nabii Danieli alikuwa kielelezo kizuri kuhusu utakaso.
Badala ya kujidai kuwa mtu safi na mtakatifu, nabii mkuu huyu alijiweka pamoja na wenye dhambi wengine wa Israeli wakati alipokuwa akiomba kwa ajili ya watu wake. Danieli sura ya 10 mstari wa 11, sura ya 9 mstari wa 15, mstari wa 18 na mstari wa 20, na sura ya 10 mstari wa 8 na mstari wa 11. Kwa wale wanaotembea chini ya kivuli cha msalaba wa Kalvari, hapata kuwako kujitukuza wala kujivuna kuwa hawana dhambi. Hujisikia daima kuwa dhambi zao ndizo zilizosababisha mateso ya mwana wa Mungu. Kwa kuwa na mawazo hayo, watakuwa na fedhea tu. Wale wanaoishi karibu na Kristo wanapambanua hali ya unyonge na uovu wa wanadamu na huona kuwa tumaini lao aliyesulubiwa na kufufuka ufuni. Utakaso unaonekana katika ulimwengu wa kidini sana, ambao ni majivuno bila kujali sheria ya Mungu. Ni mgeni kwa Biblia. Hufundisha kuwa utakaso huo ni wa kitambo tu. Bora uwe na imani, basi unaupata mara moja bila kungoja. Bora uamini tu. Bora uamini, tutaupata utakatifu kamili. Hakuna juhudi yoyote inayohitajika ili kuupata, ni kuamini tu. Watu hujidai kuwa wamepata utakatifu na wakati ule ule wanakana uwezo wa mamlaka ya sheria ya Mungu, wakisema kuwa wamewekwa huru kutokana na kushika sheria. Lakini je, inawezekana kufikia hali ya utakatifu bila kuafikiana na kanuni za utakatifu ambazo huonyesha mapenzi ya Mungu? Ushuhuda wa neno la Mungu hukanusha mafundisho mapotofu ya jinsi hiyo ya imani bila matendo. Sio imani ya peke yake yenye kufikia matakwa ya mbinguni, kufikia masharti ya mbinguni bila kuwa na masharti ambayo kwa rehema hupatikana. Huo ni ufedhuli mtupu. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 24. Watu wasijidanganye kuwa wanaweza kuwa watakatifu wakati wanazivunja sheria za Mungu kwa makusudi. Dhambi inajulikana unyamazisha sauti ya Roho wa Mungu anayeshuhudu katika mioyo ya watu, nayo humtenganisha mtu na Mungu. Ijapokuwa Yohana anaeleza kabisa habari za upendo, hakusita kutaja tabia ya watu ambao hujidai kuwa wametakaswa na kwa wakati ule ule wanaziasi amri za Mungu. Yeye asemaye nimemjua wala azishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake katika huyo upendo wa Mungu amekamilika kweli kweli. Yohana 1 sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5. Hiki ndicho kipimo cha uchaji wa Mungu. Kama wakiziafifisha amri za Mungu au wakizivunja mojawapo ya amri zake na kuwafundisha watu hivyo, Mathayo sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19, tutajua ya kuwa madai yao hayana msingi. Wale wanaojidai kuwa hawana dhambi ni dhahiri kuwa wako mbali na utakatifu. Mtu wa jinsi hiyo hana ule uongofu wa kweli, wala hajui utakatifu wa Mungu ulivyo, na hana habari na jinsi dhambi ilivyo mbaya mno. Kiasi anavyokuwa mbali na Kristo, ndivyo anavyojiona kuwa mtakatifu yeye mwenyewe. Utakaso wa Biblia. Utakaso kuhusu mtu mzima, yaani roho, dhamiri na mwili. Soma Wathesalonike 1 sura ya 5 mstari wa 23. Wakristo wanaagizwa kutoa miili yao kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, inayokubalika mbele za Mungu. Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Kila kitendo kinachodhoofisha mwili au akili humfanya mtu asifai kufanya huduma ya muumbaji wake. Wote wanaompenda Mungu kwa mioyo yao yote daima watatafuta kuhusianisha viungo vyao na nguvu zao, wapate kuziita amri za Mungu na kufanya mapenzi yake. Hawatajichafua au kujinajisisha kwa hali yoyote mpaka wakawa hawafai kutoa dhabihu ya miili yao kuwa takatifu kwa Baba yao wa mbinguni. Kila kitendo cha dhambi au cha tamaa ya mwili au chakula huelekea kudhoofisha uwezo wa akili ya utambuzi. Neno la Mungu au Roho wa Mungu huwa na mvuto kidogo tu kwa watu wa namna hiyo. Na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Wakorintho 2 sura ya 7 mstari wa 1. Ni Wakristo wangapi ambao hujinajisisha wenyewe kwa njia ya ulafi, ulevi na anasa haramu? Kanisa mara nyingi huunga mkono maovu
kwa njia ya kujaza urembo na madoido ya kila namna ambayo unyang'anya upendo wa Kristo katika mioyo yao. Je, kama Yesu angeliingia katika makanisa ya leo na kuona mambo ya kianasa yaliyomo ambayo yanatajwa kwa jina la dini, asingaliwafukuza kama alivyowafukuza wale wabadili fedha hekaluni zamani. Hao hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi ni mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu kwa miili yenu. Wakorintho 1:6-19 na 20. Mtu ambaye mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu hawezi kujitia utumwani kwa njia ya kufanya mazoezi ya ufedhuli. Uwezo wake ni mali ya Kristo, mali yake yote ni mali ya Bwana. Basi anawezaje kuharibu mali hiyo? Wakristo hugharamia fedha nyingi kwa mwaka kwa ajili ya mambo ya anasa. Mungu hunyang'anywa zaka na sadaka, wakati matumizi ya anasa huchukua sehemu kubwa ya mali yao, zaidi kuliko wanayotoa kwa ajili ya kusaidia masikini na kueneza Injili. Kama wote wanaojiita kuwa ni Wakristo wangekuwa ni waaminifu katika kutumia mali zao badala ya kuzitumia ovyo, wakiziweka katika hazina ya mbinguni, wangekuwa mfano mzuri wa kiasi na kujinyima. Ndipo wangekuwa nuru ya ulimwengu. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Yohana 1:2-16 watawala watu maelfu na maelfu. Lakini wafuasi wa Kristo wanao mwito mtakatifu. Tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu chochote kilicho kichafu. Kwa wale wanaoafikiana na masharti haya, ahadi ya Mungu kwao ni hii. Kwa wale wanaofikiana na masharti haya, ahadi ya Mungu kwao ni hii: nami nitawakaribisha, nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Wakorintho 2:6-17 na 18. Kila hatua ya imani na utii humleta mtu katika kuunganika na nuru ya ulimwengu. Nuru kamili za jua la haki wamulika watumishi wa Mungu, nao huangazia wengine. Nyota hutuambia kuwa kuna nuru huko mbinguni ambayo utukufu wake huzing'arisha. Halikadhalika, Wakristo hudhihirisha ulimwengu kuwa yuko Mungu atawalaye, ambaye anastahili kutukuzwa na kuheshimiwa. Utakatifu wa tabia yake utadhihirika katika watumishi wake ambao ni mashahidi wake. Kwa fadhila zake Kristo tunapata njia ya kufikia kiti cha enzi cha Mungu mwenye uwezo. Yeye asemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukarimia mambo yote bure? Yesu asema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe timilivu. Rumi 8:32, Luka 11:13, Yohana 14:14 na 16:24. Ni jukumu la kila mtu kuishi maisha yanayotambulika kwa Mungu ili apate baraka zake. Sio mapenzi ya Baba wa mbinguni kwamba sisi tuishi gizani katika hali ya kutangatanga na kuhukumiwa. Hakuna ushahidi wowote kwamba unyenyekevu humfanya mtu atembee akiinama chini na kuliwazwa na mawazo ya ubinafsi. Twapaswa kumwendea Yesu na kutakaswa na kusimama mbele ya sheria bila hofu wala waa. Wana wa Adamu walianguka wanaweza kuwa wana wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye aoni haya kuwaita ndugu zake. Maisha ya Ukristo yapaswa yawe maisha ya imani, ya ushindi wa furaha katika Bwana Mungu. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu yenu. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa mambo yote, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu. Ebrania 2:11, Nehemia 8:10, Wathesalonike 1:5-16 mpaka 18. Haya ndiyo matunda ya uongofu wa kibiblia na utakaso, kwa kuwa kanuni kuu za sheria kama zilivyowekwa na Biblia hazifuatwi. Ndiyo sababu ya hali hafifu makanisani. Hii ndiyo sababu mwamko wa kiroho ni mdogo sana, wala haufanani na ule wa watu wa zamani wa matengenezo. Ni kwa kutazama tu ndipo tunabadilika. Kanuni zile takatifu zionyeshazo tabia ya Mungu zisipojaliwa na watu wakitia nia zao kwa hadithi za kibinadamu, matokeo yake ni hali ya mauti inaonekana katika kanisa.
yaani kanisa mtu. Ni wakati sheria ya Mungu inapoheshimiwa ipasavyo, ndipo mwamko wa kiroho unapoambatana na imani ya kweli na uongofu halisi vitakavyoonekana katika maisha ya Wakristo. Haya ndiyo matunda ya uongofu wa kibiblia na utakaso, kwa kuwa kanuni kuu za sheria kama zilivyowekwa na Biblia hazifuatwi. Ndiyo sababu hali hafifu makanisani. Hii ndiyo sababu mwamko wa kiroho ni mdogo sana, wala haufanani na ule wa watu wa zamani wa matengenezo. Ni kwa kutazama tu ndipo tunabadilika. Kanuni zile takatifu zionyeshazo tabia ya Mungu zisipojadiliwa, watu wakitia nia zao kwa hadithi za kibinadamu, matokeo yake ni hali ya mauti inayoonekana katika kanisa, yaani kanisa mtu. Ni wakati wa sheria ya Mungu inapoheshimiwa ipasavyo, ndipo mwamko wa kiroho unaoambatana na imani ya kweli na uongofu halisi vitakavyoonekana katika maisha ya Wakristo.